Basi leo nataka nijibu swali ambalo liliulizwa mtandaoni na mtu mmoja kwamba je, Tony Kapola yuko sahihi kwa kusema kwamba makahaba waje na nguo zao, atawapokea hivyo hivyo na nguo zao. Kauliza hili swali, je, yuko sahihi Tony Kapola? Nataka leo nijibu, na hii ni kazi ya watumishi wote wa Mungu. Pale unapoona mafundisho yako tofauti, mafundisho potofu, watumishi wa Mungu ni vizuri kuyajibu, lakini unakuta watu wengi wanakaa kimya, hawasemi chochote. Lakini sisi watumishi wa Mungu tupo kwa ajili ya kazi hiyo, kuyakosoa mafundisho potofu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Tito 3 mstari ule wa 10 na wa 11, mtu aliye mzushi baada ya kumuonya mara ya kwanza na mara ya pili mkatae, ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka, tena atenda dhambi, maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Sasa mafundisho ya uzushi au mtu mzushi ni mtu ambaye anafundishia mafundisho potofu kibiblia, kwamba mtu ambaye anapotosha watu, anazusha mambo ambayo hayako kwenye Biblia. Sasa hili swali la kusema huyu mtumishi anasema kwamba yeyote atakaye kuja yeye na manguo yake, makahaba waje tu, atawapokea kama walivyo, waje na nguo zao, wasibadilishe chochote, atawapokea. Hiyo si kweli. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Luka 9 mstari wa 23, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na jikane mwenyewe, ajituke msalaba wake kila siku anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba Yesu alisema kila anayetaka kumfuata ajikane mwenyewe, ajituke msalaba wake anifuate. Maana kujikana ni kuacha mambo yote. Hata Petro akamuuliza, sisi tumeacha mambo yote, tutapata nini? Akasema hamna atakayeacha mambo yote bila. Sasa kuacha mambo yote sio kwamba unakuja na kile, na maana kusema mtu ametoka kule na manguo yake alivyokuwa anavaa ya kikahaba, aje navyo vimini kanisani, wewe unampokea. Mtu anavuta sigara, nayo utampokea, kwamba aje na sigara zake, utampokea kama alivyokuwa. Lakini Biblia inasema neema ya Mungu yatufundisha kuukataa ubaya na tamaa zake. Ni Tito hiyo inasema kwamba kwa maana neema ya Mungu, Tito hiyo 2:11, maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Tupate kuishi kwa haki, kwa kiasi na kwa utauwa. Inatukataza ubaya, kuacha ubaya. Kwa mtumishi yeyote wa Mungu, huwezi kusema kwamba mimi kahaba aje hivyo hivyo nitampokea kama alivyo, aje na nguo zake nitampokea na nguo zake. Umpokee anapokuja kwa siku ya kwanza vile, lakini umfundishe neno la Mungu, umfundishe kukataa ubaya. Anatakiwa ajifunze kukataa ubaya. Sasa ukimpokea kwamba aje tu mimi nitawapokea, nitaishi nao hivyo, ina maana hujakanusha kwamba anatakiwa badilike. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili 5:17 kwamba tazama mtu akiokoka amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote anapita, anakuwa mapya. Sasa wewe ukimwacha mtu unamwambia aendelee kuja, ya kale yote aje nayo, aendelee nayo, huo sio utumishi wa Mungu. Utumishi wa Mungu lazima mtu leo mwambie kwamba kwa Yesu uache kila kitu. Unaanza kumfundisha mdogo mdogo, anapokuja anakuja na kwa sababu alikuwa hana nguo za kubadilisha, hana nini, unampokea kwa mara ya kwanza. Lakini unaanza kumfundisha taratibu, yeye mwenyewe abadilike. Unamwelekeza, badilika katika hili, kuna hili, kwa Mungu hapendi 1 2 3, unamwelekeza. Lakini wewe kusema unampokea na makahaba na wavuta sigara, nao watakuja na sigara zao, utawapokea, wataendelea huko wanavuta sigara, huko wanakuja kanisani. Mwenye wake wengi naye atakuja huko, anaendelea kuja kanisani, huko anaendelea na wake zao. Haya, mwenye madanga naye ataendelea kuja kanisani na madanga anaendelea nayo, kwa sababu umeshatangaza kwamba mimi nitawapokea hivyo hivyo, waje tu na vitu vyao waje. Mganga naye atakuja na mavitu yake, anakuja na kanisani na mavitu achomi.
Mchawi naye atakuja na vitu vyake, kwa sababu sio namwambia aje, na mchawi inabidi aje navyo vitu, hauchomi wala nini. Umwambie kwamba hivi haya matunguli sasa yeye akabidhi kwa Yesu, tunayachoma hapa, au utamwambia endelee kuja na matunguli yake aje nayo. Ndio maana yake. Huyu kahaba aendelee kuja na nguo zake na vile vile na ukahaba wake aendelee nao, lakini mimi nakupokea uendelee kuwa muumini wangu. Sasa hayo sio mafundisho. Waelekeze watu ukweli kwa Mungu, kwamba kwa Yesu unapokuja unajikana mwenyewe, unatakiwa ujikane mwenyewe. Msali huo unatakiwa mtu ajikane mwenyewe. Neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya na tamaa zake. Mfundishe mtu kukataa ubaya na tamaa zake. Mimi nitaendelea kukosoa mafundisho yote ya potofu ambayo yanarushwa mtandaoni, na nimeanza na hili. Asante sana, subscribe au ukiona like, comment, share ili ujumbe wafikie watu wengi zaidi. Amina, asante.